Lakini la tatu, Mheshimiwa Naibu Spika, tulijadili juu ya NeST kwa maana ya Bakaa. Mheshimiwa Naibu Spika, hili jambo ni jambo la mtambuka. Kwanza mimi binafsi ni miongoni mwa wabunge wachache ambao hawaamini kwamba NeST inatakiwa ifutwe turudi kule tulikotoka. Mheshimiwa Naibu Spika, kama wabunge wanakumbuka, wakati ule afisa masuhuri, afisa manunuzi mmoja alikuwa anaamua nani ampe mradi na anatanguliza cha kwake juu, anakokota huko juu bila kusimamiwa, bila usimamizi wote wa miradi. NeST inazo changamoto zake ambazo zingine ziko ndani ya uwezo wa serikali, wanapaswa kutatua. La kwanza, lazima PPRA waendelee kutoa elimu namna ya kutumia mfumo wa NeST kwenye maeneo yote, kwenye halmashauri zote. La pili, serikali lazima ipeleke fedha za miradi ya maendeleo zinazopaswa kupelekwa kabla ya muda haujafika mwisho wa mwaka wa bajeti. Kwa mfano, Mheshimiwa Naibu Spika, leo tunazungumza mwezi wa 4, fedha za miradi ya maendeleo kwenye halmashauri zingine bado haijaenda. Tunawapelekea halmashauri fedha mwezi wa 6, tunafunga mwaka, tunakwenda kumaliza ule mwaka. Na tunataka waitumie kabla ya 31 Juni. Wanaitumiaje hii fedha? Kwa utakuta kwamba tunamaliza mwaka, Mheshimiwa Naibu Spika, wakati wanakwenda kutangaza, kunakuwa na mrundikano wa maombi kwenye mfumo wa NeST. Na kutokana na mrundikano wa maombi mfumo wa NeST, tunajikuta tunavuka na ile fedha kwenda kwenye mwaka mwingine wa bajeti. Kurundikana kwa fedha hizi, mwishoni kwenye hatima yake tutagundua kwamba NeST, watu wengine wanaweza kusema NeST haifanyi kazi. Ni kweli, tunakiri kwamba wapo watu ambao wamejificha kwenye kivuli cha NeST, wanashindwa kusimamia majukumu yao, wanashindwa kutenda kazi. Sasa malengo yao ni kuhakikisha ule mfumo unafutwa, turudi tulikotoka kule nyuma. Sisi Mheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Naibu Spika, lazima serikali tuiombe iboreshe namna ya matumizi bora mfumo wa NeST. Lazima wasimamie fedha za miradi ya maendeleo iende kwa muda. Ndani ya kota ya 3 fedha zote zimekwenda kuanzia mwezi wa 12 mwezi wa kwanza, fedha za miradi ya maendeleo zianze kwenda. Halmashauri zitangaze kazi ili tuwe na muda wa kufanya assessment ya kujiridhisha wakina nani wanaomba na tuweze kuisimamia vizuri. Mheshimiwa Naibu Spika, lipo swala lingine la migogoro ya ardhi ambalo kwenye hotuba yake Mheshimiwa Waziri Mkuu ameligusa. Mheshimiwa Naibu Spika, lazima tukubaliane hapa. Pamoja na kwamba hati ni zao la mwisho la umiliki wa ardhi kwa mwananchi yoyote, lazima kuna hatua kadhaa zinazopitiwa. La kwanza, lazima uwe na TP, lazima eneo lile lipangwe matumizi bora ya ardhi. La pili, lazima eneo lile lipimwe. Ukipima, ukipata survey plan, ndio unakwenda hatua ya 3 ya umilikaji wa kutoa hati. Maeneo mengi lazima tukubali, na waziri wa ardhi alichukua hili. Mfumo wetu wa utoaji wa hati, mfumo wetu wa TEHAMA ambao unasimamia mlolongo mzima wa utoaji wa hati, mpaka sasa una changamoto nyingi sana. Leo wabunge, ukienda pale unaenda kuomba hati Dodoma, utakaa zaidi ya siku moja, siku mbili. Shida inaweza isiwe athari, shida ni mfumo huu. Kwa hiyo kabla ya kwenda kwenye hatima yetu ya mwisho, mimi nashauri sana Mheshimiwa Waziri afanye mambo yafuatayo. Kwanza, wapitie mfumo wenyewe, mfumo wa TEHAMA wa utoaji na usimamizi wa utoaji hati wenyewe kwanza.